Popote ulipo, hujambo na karibu katika Mwangaza wa Kididi awamu ya saa 10. Jina langu ni Sara Nzilani. Mamlaka ya mawasiliano ya Kenya CA inanunua mfumo mpya ambao utawaruhusu watu kujua ni nambari gani za simu za rununu zilizosajiliwa chini ya kitambulisho chao au pasipoti ili kukabiliana na wizi wa utambulisho. Mfumo huo unaokusudiwa kuwalinda Wakenya dhidi ya walaghai wanaosajili SIM card kwa kutumia stakabadhi za watu bila wao kujua. Huduma hiyo inapozinduliwa, Mkenya yeyote ataweza kutuma kitambulisho chake au nambari ya passport kutumia SMS au msimbo mfupi maalum, na kwa muda mfupi kupokea ujumbe unaonyesha nambari zote za simu zilizounganishwa na kitambulisho chake kulingana na mahitaji yaliyoorodheshwa na CA, bila kujali mtandao wa chaguo la Mkenya, ikiwa ni pamoja na Safaricom, Airtel na Telcom au nyingine yoyote. Mfumo wa kikagua ID to SMS utarudisha ujumbe unaoonyesha matokeo ya hoja ya utafutaji. CA imetaka mfumo huo uwe wa haraka, salama na rahisi kutumia, wenye uwezo wa kushughulikia hadi maombi 5,000 kila dakika na kuweza kulinda data binafsi ili kuhakikisha usiri wa data za siri za kila Mkenya. Hatua hii ya CA inakuja baada ya miaka ya matatizo ya usajili wa simu kwa njia za udanganyifu, ambapo maajenti wa uhalifu walitumia vitambulisho bandia au kuibiwa kutekeleza uhalifu au kuwalaghai watu. Kwa hivyo kikagua kitambulisho hadi SIM kitasaidia kuhamisha udhibiti kwa Wakenya wa kawaida ambao sasa wanaweza kufuatilia utambulisho wao wa rununu moja kwa moja. Kwa sasa Kenya ina zaidi ya usajili milioni 65 wa simu za mkononi ambao unazidi idadi ya watu wazima nchini. Aidha, inawapa kutekeleza vyema mfumo huo mpya utahimiza makampuni ya simu kukaza taratibu zao za usajili na kulinda taarifa za wateja kwa kujitolea. Kididi FM kwa habari moto. Na kwingineko ni kuwa serikali imekanusha madai ya kuwa iko mbioni kurekebisha mishahara ya watumishi wa umma kushuka chini na kuhakikishia maafisa wa umma kwamba hakuna mishahara itakayopunguzwa. Ufanuzi huo unafuatia ripoti za hivi majuzi zilizopendekezwa kwa marekebisho ya mishahara yamefanywa ili kuanzisha upunguzo. Wasiwasi huo umeibuka hata watumishi wa umma katika serikali ya kitaifa ya Kenya walipoanza mwaka 2026 na nyongeza mishahara iliyorejeshwa hadi Julai mosi mwaka 2025 baada ya tume ya mishahara SRC kuidhinisha mishahara na marupurupu mapya chini ya awamu ya kwanza ya mazungumzo ya kukagua malipo mwaka 2025 hadi mwaka 2026. Kulingana na waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku, ametupilia mbali madai hayo, akisisitiza kwamba kipaumbele cha serikali si kupunguza mishahara bali kutekeleza hatua zinazolenga kuongeza malipo ya watumishi wa umma. Akijibu madai kwamba marekebisho ya hivi majuzi na ya karibuni yalilenga kupunguzwa kwa mishahara, Ruku ameshikilia kuwa serikali haina mpango wa kupunguza kile ambacho watumishi wa umma wanapata kwa sasa. Hata hivyo, Ruku amewataka watumishi wa umma kupuuza ripoti hizo na kuendelea kuzingatia utoaji wa huduma. Aidha, Ruku amesisitiza kuwa uamuzi wowote wa kupunguza mishahara utahitaji kuidhinishwa na bunge kupitia mchakato wa kutunga sheria. Kididi FM kwa habari moto. Na kwingineko ni kuwa moto ulizuka katikati ya kituo cha ukuaji cha watoto cha Home of Legends mjini Thika na kuharibu bweni na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali. Moto huo ambao chanzo chake bado hakijajulikana ulizuka wakati wa mchana, watoto hao wakiwa shuleni na kuokoa maisha na kusababisha uharibifu mkubwa. Kulingana na ripoti rasmi, moto huo uliteketeza karibu kila kitu ndani ya bweni na kuharibu vifaa muhimu vya miundombinu kuwa majivu. Licha ya ukubwa wa uharibifu huo, watoto wote 44 waliohifadhiwa katika kituo hicho wameripotiwa kuwa salama na hakuna majeruhi au vifo vilivyorekodiwa. Karen Ogeno
Afisa wa huduma za watoto wametoa wito wa kuboreshwa kwa dharura kwa maandalizi ya dharura katika kaunti zote kufuatia kisa hicho cha moto. Amesisitiza haja ya vifaa vya usalama wa moto na mifumo ya haraka ya kukabiliana na dharura ili kuzuia hasara kama hizo katika siku zijazo. Kididi FM kwa habari moto moto. Na kwingineko ni kuwa aliyekuwa jaji mkuu David Maraga amewataka mawakilishi kuwachagua maafisa wanaoweza kusimamia kidete dhidi ya utawala mbovu, huku LSK ikielekea kwenye uchaguzi kesho. Maraga amesema kuwa chama cha mwanasheria nchini Kenya kinashikilia jukumu muhimu, hasa wakati huu ambapo nchi inaelekea kwenye uchaguzi mkuu mwaka 2027. Maraga amezungumza huko Embu baada ya kuzuru kaunti kadhaa kuhamasisha wakazi kujiandikisha kama wapiga kura. Kufika sasa, mgombeaji wa rais wa kinara mwenza wa UDM amezuru kaunti ya Mombasa, Kilifi, Lamu, Kwale, Tana River, Garissa, Wajir, Isiolo na Meru, na amewataka vijana kupata vitambulisho na kujiandikisha kama wapiga kura, akionya kwamba bila uongozi thabiti utawala mbovu utakuwa wa kuwateka nyara, kuwalemaza na kuwatesa vijana wa Kenya ambao wametilia shaka mwelekeo wa nchi. Jaji huyo wa zamani ameonya kwamba nchi inakabiliwa na changamoto isiyojulikana na ambayo inahitaji undugu wa kisheria makini na jasiri. Hata hivyo, Maraga amemsihi rais ajaye wa LSK kukataa mafikiano, kuchukua hatua za madhubuti na kuhakikisha katika katiba inafuatwa kikamilifu. Aidha, Maraga amemsifu rais aliyeondoka Faith Odhiambo na baraza lake kwa ujasiri wao, akisema uongozi wa kesho si wa haki kuhusu ustawi, lakini kulinda mustakabali wa demokrasia ya Kenya. Kididi FM kwa habari moto moto. Na katika rubaa za kimataifa ni kwa wajumbe wa Urusi na Ukraine wamekutana mjini Geneva kwenye nduru nyingine ya mazungumzo ya kujaribu kumaliza mzozo wao uliodumu kwa karibu miaka 4 sasa. Siku ya kwanza mazungumzo hayo ya amani yanayosimamiwa na Marekani yalifanyika kwa saa 6, lakini hakukuwepo na dalili zozote zinazoashiria kufikiwa kwa makubaliano yoyote. Mazungumzo hayo yataendelea leo Jumatano. Urusi iliwakilishwa na waziri wa zamani wa utamaduni Vladimir Medinsky, huku katibu wa usalama wa taifa Ukraine Rostem Omerov akiongoza ujumbe wa Ukraine katika mazungumzo hayo ya amani. Rais wa Ukraine Zelensky amesema yuko tayari kuchukua hatua za haraka kuelekea makubaliano sahihi ya kukomesha vita, lakini akahoji utayari wa Moscow, huku akikosoa shinikizo la Marekani la kuitaka nchi yake kukubali mpango usio wa uwiano wala uadilifu. Kididi FM kwa habari moto moto. Na mwisho wa mwangaza wa Kididi awamu ya saa 10. Jina langu ni Sara Nzilani.